Bwana mtu mzee. Nishike, Bakayoko. Usiniache. Mimi huamka katika giza nene, chini ya moto. Nguvu yangu chini ya moto. Nguvu yangu. Hivi, mbona unapenda kupitia kwenye njia zetu na kutatiza shughuli zetu? Ya moto. Pia uko huku, si ndio? Umetoweka eti kisa umekosana na kaka Ibra. Mbona ufai kufanya ubaya? Majini yetu sisi ni wazuri na tuna lengo la kusaidia, sio kuharibu. Kwa hiyo ulikuwa wasemaje? Sikia msichana, sisi tuko na kazi nyingi sana mbele yetu, kwa hiyo hatuna muda wa kupoteza. Tafadhali, hebu tuondokee. Ya moto, kuhusu hili utalipia. Utahakikisha umepewa adhabu stahiki sana. Kaka. Niambie Bakayoko. Kiukweli mimi nimechoka sana. Mimi naonelea tu turudi tu nyumbani. Maana hii safari ishakuwa ndefu sana. Bakayoko, kuhusu kurudi nyumbani, hapana, tupo karibu mno. Unaleta masuala ya kurudi nyumbani? Hata kama time zimeenda, tuangalie mahali tujiweke mazee. Kesho sio mbali, Mungu fundi atatulinda. Kuhusu hilo, usihofu mdogo wangu. Sawa Bakayoko? Sawa. Acha niwe na imani hiyo. Tuwe na imani hiyo mazee. Wala msio na shaka na wasiwasi wowote. Niko hapa kuwasaidia. We nani? Na unataka nini hapa? Naitwa Ajra na nipo hapa na lengo la kuwasaidia nyinyi. Sasa nani alokuambia tunahitaji msaada wako? Mbona tangia tuingie huu msitu haujatokea? Bakayoko, punguza ukali wa maneno. Usimdharau mtu usiyemjua. Dada, nisamehe, mimi ni kuchoka tu. Sawa, naelewa. Lakini kuna mzee mmoja ana shida kubwa sana na nyinyi, na shida hiyo ni ya kuharibu mpango wenu kupata dawa. Lakini msijali, mkiwa na shida mtaniita jina langu mara 3, nitakuja kuwasaidia. Bakayoko, usijali. Maybe ulikuwa muda haujafika. Sasa mbona unasema hivyo? Angalia ametoweka. Aende bwana. Wakutusaidia wewe. Bakayoko. Maybe alikuwa kuna nia nzuri na sisi bana. Oe. Shida.
hao majini naona wameanza kunizoea vibaya, itabidi nitafute mbinu ya kudili na wao. Mzee, huruma kwetu sio malezi, na kama kazi imekushinda nikuonyeshe kwa vitendo. Najua hapa niko na jembe la kazi. Ushauri wako nimeupenda. Sasa basi, acha turudi tukajiandae. Vipi? Mbona umechelewa sana? Huku waona ama? Hapana, nimewaona ila nimepata shida kweli. Kwa nini? Yamoto amekuwa jini mbaya sana. Alipatana na mzee mmoja ambaye alishirikiana kuwanyanyasa binadamu ambao sisi hatutakiwi kufanya hivyo. Vipi kuhusu Ibra? Hapana, Ibra sijamuona. Nimemuona Moto peke yake. Sawa, wewe wala hata usijali. Nimeona kila kitu. Ila wewe wakie kinga wale vijana wasidhuriki na chochote kile. Ndiyo, lakini nimemwona yule kijana mkubwa ambaye ana kinga, tena kinga ya mizimu yao. Shangazi yake kampa pete ambayo imewalinda sana. Kwa hiyo sio tatizo. Sawa. Pete anayo ila hajui jinsi ya kuitumia. Ila wewe jicho lako kwao sawa tu. Sawa.
Mzee wangu, nguvu kama bomu. Yule kijana vipi? Mimi mwenyewe sijawahi kuona mambo kama yale, lakini mimi naona ni kama ameotea tu. Sasa basi itabidi tujipange vizuri, ni sawa? Kwanza hebu enuka tuingie ndani. Kaka, kiukweli nahisi njaa sana. Tangia tuingie huu msitu hatujapata chochote. Bakayogo, itabidi tuvumilie, kesho sio mbali. Hata mimi vile vile nahisi njaa, lakini tunang'ang'ana hivyo hivyo, yaani najikaza. Sawa, kesho sio mbali. Mimi naamini tutaamka. Alafu huu msitu ni kama umetulia. Bakayogo, msitu ni ndege tu peke yake ndo anasikika, lakini kuko kimya kwelikweli yani. Mungu wangu. Lakini Bakayogo, unakumbuka yale maneno ya shangazi? Alisema nini? Tusiogope kitu chochote msituni. Okay. Bila kupata dawa na kumponya kaka yetu, mimi sitoki kwenye msitu huu. Sawa, acha tuone kesho ya Mungu. Kweli, huwezi jua kesho tunaweza tukaamka hivi tukapata chakula na tukakula. Hata usihofu Bakayogo. Mimi huamka katika giza nene, chini ya moto. Nguvu yangu moto usiozimika, ninaunguza kila kitu. Hofu ndio chakula changu, mtajua mimi ni nani. Chini ya moto.